Miaka mingi iliyopita, katika ardhi ya mashariki ya mbali, katika mji uliojaa ustaarabu, biashara na miungu ya kuchongwa, aliishi mtu mmoja aliyeitwa Abraham. Abraham hakuwa mtu wa kawaida. Alikuwa tajiri, akimiliki mifugo, watumishi, mali na heshima miongoni mwa watu wa Uru ya Wakaldayo. Lakini katikati ya anasa, ustaarabu na ibada za sanamu, moyo wa Abraham ulikuwa tofauti. Ndani ya moyo wake kulikuwa na kiu ya kweli ya kumjua Mungu halisi, Mungu aliye juu ya mbingu na dunia, sio miungu ya kibinadamu isiyosikia wala kuona. Siku moja, siku ambayo historia ya ulimwengu ilianza kubadilika, Mungu alimwita Abraham, sauti iliyojaa mamlaka. Mungu akamwambia, ondoka katika nchi yako, jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonesha. Huu ulikuwa ni wito wa ajabu, wito wa kuondoka bila ramani, bila maelezo kamili, wala bila uhakika wa kinachomsubiri. Lakini wito huo ulikuja ukiambatana na ahadi tatu kuu za milele. Mungu alimwahidi Abraham kuwa atamfanya kuwa taifa kubwa, atambariki, na kupitia kwake mataifa yote ya dunia yatabarikiwa. Abraham hakutaka kujua maelezo ya kila hatua, hakutaka ramani wala uthibitisho wa kibinadamu. Alijua sauti ile ilitoka kwa Mungu wa kweli, na kwa ujasiri usioelezeka alitii. Wakati huo Abraham alikuwa na miaka 75. Kibinadamu ni umri wa uzee, lakini Mungu hachelewi wala hahitaji umri fulani kutimiza makusudi yake. Alimchukua mke wake Sarai, mpwa wake Lutu, watumishi, mifugo na kila alichomiliki. Kisha wakaondoka, wakaanza safari ya imani, safari isiyoeleweka kwa macho ya kibinadamu, lakini iliyojaa nuru ya mbinguni. Walipotembea kuelekea Kanaani, kila hatua ya miguu yao iliandika historia mpya, kwa sababu kupitia kwa Abraham, Mungu alikuwa anaweka msingi wa taifa la Israeli na hatimaye mwokozi wa dunia, yaani Yesu Kristo. Ilikuwa safari ya majira mapya, safari ambayo hadi leo historia ya wanadamu haiwezi kuupuuzia. Hii ni episodi ya kwanza ya hadithi ya Abraham. Usikose episodi ya pili. Hii ni Hadithi za Biblia na Kevo. Mpaka wakati mwingine, Mungu akubariki.